na uwe tayari kwa ajili ya kuuliza swali. Na pia leo kwa wale ambao wanahitaji kufanya check up, jana tulifanyia kama watu wanne ama watano, tuliweza kuwapima watano. Tumeweza kuwafundisha jinsi ya kuweza kufanya screening full body, tuweza kufanya, na kama una shida yoyote uweze kuwasiliana tuweze kusaidia tukiwa hapa. Baada hapa ni hela, maana hata kwenye simu consultation tu ni 10,000 kwa hapa. Dakika 10 ikifika 10,000. Ukienda 30 ni ngapi? 30,000. Yani nusu saa itakuwa 30,000. Ila huwa na huruma sana, huwa na mwingine hata kama ana na kusikiliza tu. Kwa hivyo Mungu haweze kutubariki. Jana tumezungumzia juu ya anxiety. Tukasema kwamba watu wengi wako na uoga wa exam, uoga kama umeachika, uoga kama hujafanya kitu fulani ulikusudia kufanya, uoga kuongea na baba ama na mama. Kuna wengine wanakuwa na uoga baba akifika watu jasiri. Ndio pasa unaposoma katika Joshua chapter 1 verse 4 to 9, nasema Joshua 1 fungu la 4 hadi 9, na uwe hodari na ushujaa tu. Usiogope, maana ukiogopa utachangia matatizo ya kiafya. Kwa hivyo kuwa na shujaa kama umepitia katika hali hiyo. Wale ambao pengine mara yako ya kwanza anxiety, dalili za anxiety utasikia, kuna wakati mwingine utachoka, kuna wakati mwingine utasikia tumbo linavuruga, kuna mwingine hata anaenda kuharisha. Kwa hiyo unakuwa na mwingine anakuwa unaweza kuwa appetite ya chakula. Kwa hivyo ukiwa na anxiety utaweza kuwa na vidonda vya tumbo, na hata kuna vidonda vya tumbo. Kuambia jinsi ya kutibia vidonda vya tumbo, unapata kwamba unakuwa na dyspepsia, unakuwa na mwasho, na pia unakuwa na rhinitis, unakosa namba, yani unakosa namba, na pia unaweza kuwa na magonjwa mood swing, mood disorder, unakasirika ovyo ovyo, baadaye utakuja kuwa na depression, utakosa usingizi, tunaita insomnia, utakuwa na eczema, utakuwa na shida yako itaanza kuleta reaction. Kama leo nimempata baba mmoja ambaye amekuja kutibiwa kule Njiro, ana shida, ngozi yake imekuwa na shida baada ya kutumia dawa takriban miaka 30 ya asma, aina zote za dawa, hadi ile dawa sasa imeleta reaction, ngozi yake imeanza kuwa nyeusi na kubadilika. Hapo ndio sehemu mwili iliweza kupata kwamba sehemu ambayo inaweza kutoa ile sumu. Kwa hivyo ni vizuri uweze kuwa makini sana unapokuwa na matatizo haya. Katika kitabu cha Yohana sura ya 5 fungu la 5 na kuendelea, tunampata mtu mmoja aliyeugua kwa miaka 38. Na Yesu alipomuona mtu ule, ilikuwa ni siku ya Sabato, ni siku ya utakaso, ni siku ya baraka, na ni siku ya uponyaji. Ambaye alikuwa amekaa kwa miaka 38, alikuwa naumwa, alikuwa ameugua, na kulikuwa na uponyaji unatokea mara moja. Na uponyaji huo ulikuwa malaika anapotibua yale maji, mtu anapoingia wa kwanza anapata uponyaji. Ilikuwa ni birika kubwa, na magonjwa mbalimbali waliletwa pale. Yesu alipomuona akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Akasema, "Sina mtu wa kuniweka birikani wakati malaika
maji. Ni kwamba Yesu anauliza, je, wataka kupona? Unaanza kusema kwamba mimi nimetumia dawa mbalimbali, nimeenda hospitali mbalimbali, nimeenda India, sina ugonjwa huo, yani naanza kuelezea. God has provided us with a problem. Naenda kukwambia kwamba Mungu ametupatia problem ili tuweze kupata uponyaji. Mungu ameweka yote kwa ajili ya uponyaji wetu. Na problem yake ni kwamba ametupa vitu ambavyo viko mkononi mwetu. Kwa maana Mungu anasema kwamba afya mkononi. Maana Mungu ametupatia mwanga wa jua, Mungu ametupatia kwa hivyo utakapotegemea utapata uponyaji. Maana ndivyo matakatifu yanasema Yesu anasema providence ni kwamba Mungu ametupatia kila kitu katika uponyaji wetu. Unapokuwa na ile emotion, unapokuwa na ugonjwa, unapata ugonjwa ambao unakusumbua, dalili za nazungumzia njia ya kupata maji na defense mechanism ambayo Mungu ametupatia katika kupata defense mechanism ama uponyaji au kukabiliana na magonjwa katika njia mbalimbali. Kwa hivyo unahitaji kuweza kuelewa jinsi ya kuweza kupata uponyaji huu. Na maji ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Maji una uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali. Tutazungumzia blood pressure, utazungumzia kisukari, utazungumzia wakina dada kuwa na dysmenorrhea, kuumwa na cramps. Unaweza kutumia maji na usiweze kuwa na mchango, usiweze kuwa na hiyo maumivu wakati wa hedhi. Kwa hivyo Mungu ametupatia vitu hivi viweze kutusaidia. Afya yetu inahitaji tuweze kufuata zile kanuni za afya. Mwili wa binadamu unahitaji virutubisho, unahitaji maji, unahitaji muda wa kupumzika, unahitaji kumtegemea Mungu mwenyewe. Maana ndiye anasema, njooni enyi nyote mlemeao na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Ukiwa na anxiety, ukiwa na depression, ukiwa na stress, ukiwa na changamoto yoyote, unahitaji umpelekee Mungu ambaye ndio tabibu mkuu, na yeye unapompelekea mzigo atapumzisha. Ni kwamba utakapofuata kanuni hizi utaweza kupata uponyaji. Kwa nini tunapata magonjwa? Kuna vitu ambao vimechangia sisi tuweze kupata magonjwa, na saa tuweze kuangalia katika nutrition, katika mambo na lishe. Vyakula tunayokula, vinywaji tunayokunywa vinachangia afya yetu kuweza kupata madhara au kupata matatizo. Kuna kupitia kula, watu wako na cholesterol, watu wako na blood pressure, hypertension, wengine wana kisukari, wengine wana matatizo ya wanakuwa na matatizo ya overweight kwa sababu ya kukula. Kwa hiyo vitu hivi tutakapovunja kanuni hizi katika lishe, ya kwanza ni unsuitability. Hii ni ile ambapo unapata kwamba tunapofanya kula vyakula ambavyo vinapendeza kwenye macho, na vyakula hivi vingine vina calories ama vina mafuta, saturated fat, kama chips. Unapokula ile ina mafuta mengi, na unapokula haya mafuta yanaenda na jazana tumboni, na baadaye unakuwa na ile cholesterol, na unapokuwa ile cholesterol nyingine huwa inaenda ina crystallize, ambapo inakuja na chana ama mishipa ama sehemu fulani ambayo imeingia katika mwili. Kwa hivyo vyakula hivi saturated fat, fried food, tunapenda kula hivi vyakula ambao vimekuwa fried, na tunapata kwamba wengine wanakula chumvi sana. Hii ni mistake ambayo tunafanya, na ambayo imechangia kuleta magonjwa na allergies. Tuliweza kuzungumzia juu ya allergies. Kwa hivyo unahitaji kuweza kuangalia. Ingine ni result ya excess, unakula zaidi
Yaani watu wakiletewa mnofu, nyama, umeenda kwenye sherehe, utakula vya kutosha. Na hasa sana watu wanapenda kula vitu vitamu vitamu ambao ni tamu kwenye ulimi. Kwa mfano kama nyama, inaenda kuchangia kuleta matatizo ya overweight, na pia kuwa na pressure kwa sababu ya yale mafuta. Mishipa itaenda kusinyaa, tunaita arteriosclerosis, na hatimaye utapata kuwa na magonjwa. Nyingine ni deficiency. Wengine wamepungukiwa virutubisho, madini pamoja na vitamini. Tumeweza kupima watu, wengine unapata wamepungukiwa madini. Kadri unapopungukiwa na madini, mwili wako utapata kudhoofika. Kama leo nimepigiwa simu kutoka Nairobi. Watu wengi wanatamani sana nirudi Nairobi. Kuna mgonjwa ambaye anaumwa na ngozi, yani anasikia ni kama anavutwa, ngozi yake ina tuna tissue, tuna misuli. Umewahi kuona kama ule mtu anashikwa na muscle pull, ulikuwa unacheza mpira alafu unapata muscle pull, utalia kama mtoto mdogo. Kwa hiyo ule mama anaumia. Alitamani, kamwambia kama unahitaji kuniona njoo Arusha, lakini dawa iko hapo hapo nyumbani. Na leo hata kwenye redio nilipokuwa nafundisha Radio 5, kipindi ya afya mkononi, na kuna mtu niliweza kumwelekeza na akaweza kupona. Na aliweza kula mboga ya ndeema, tunaita Bacella alba Kiingereza. Unaweza Google, andika benefit of Bacella alba, ama kwa Kihindi benefit of Malabar, ama unaweza kuandika ndeema, nderema, derega, indirimi kwa lugha za hapa. Kwa hiyo mboga hiyo ina virutubisho. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa na deficiency. Unapokuwa na deficiency katika mwili wako, utapata kuwa na magonjwa. Wengine wamepungukiwa hata maji tu. Unapokupima unapata kwamba maji imepungua. Na Mungu ametupatia maji haya. Na katika Ezekieli 4:11 maandiko matakatifu yanasema, na unywe maji kwa kuyapima nusu ya ini mara kwa mara. Do not take water with food. Kunywa maji kwa wakati wake. Na maji yanatibu magonjwa 40, ambapo tunapata matatizo kwamba tunapoangalia mate, machozi, ubongo, viungo vyote katika mwili wetu vinahitaji maji. Kama mapafu yanahitaji 90% ya maji, damu 82%, ngozi 80%, misuli 75%, ubongo 70% na mifupa 22. Maji hayo utakayotumia itaenda kusaidia hata uwezo wa kufikiri. Deficiency, upungufu, ndiyo imechangia sisi kuweza kuwa na magonjwa na maradhi ambayo yanatusumbua kila wakati. Tunahitaji tuweze kula virutubisho, tuweze kula vyakula ambavyo vitaweza kutusaidia tuweze kuwa na afya njema. Kula matunda, mbegu, mboga na matunda, chakula binadamu. Imeandikwa Mwanzo 1:29. Ezekieli 4:9 nasema, changanya ngano kidogo, mtama kidogo na kunde kidogo na kusemeti, jitengeneze mkate kadri utakapolala ubavuni mwako, yaani siku 390 utaula. Siku 390 ni mwaka mzima. Utakapojali afya yako, kula vizuri. Kula vizuri, sio kula vitu ambavyo vinapendeza ulimi. Kula virutubisho, kupata zile seeds, kupata nafaka nzima, kula dona. Watu wanaendelea kula sembe. Unapokula sembe imekobolewa. Na kama imekobolewa, na ubongo wako pia unakobolewa. Angalia Danieli, walikuwa they were youths like you. Walikuwa Babiloni. Walimwambia, ukisoma Danieli 2, Danieli 1, Danieli 2, utaona kwamba walimwambia towashi, tujaribishe kwa maji na mtama. Tujaribu kwa siku 10. And they were 10 times better than waliokula chakula cha mfalme. Ni kwamba unapokula vyakula hivi,
mwili wako utaweza kuwa vizuri na utakuwa na afya njema. Na hata leo niliulizwa na mwandishi wa habari kwamba utafanya vipi watoto wafanye vizuri shuleni? Unahitaji upate virutubisho ambavyo vinasaidia ubongo. Kwa mfano, ubongo unahitaji amino acid ya tryptophan. Tryptophan ina enhance brain activity. Tryptophan, ndizi ina amino acid ya tryptophan ambayo inasaidia ubongo. Ndizi, nanasi, passion, unapata ile folic, unatengeneza sharubati yake au unaweza kutumia na hatimaye utakuwa vizuri. Mungu ametupatia kila kitu katika kupata uponyaji. Niliweza kuulizwa swali juu, leo nimekuja na vitu vichache, labda wewe ulioko karibu activity chako unaweza kuinua juu pale waweze kuangalia. Hiyo ndio inaitwa activity chako, mkaa wa mkaratusi ambao unatoa sumu 205 mwilini, heavy metal like arsenic, mercury, lead, antimony. Pia inatoa sumu za madawa ya kulevya. Wale ambao wametumia madawa, unajua leo nimekuwa sehemu, siwezi sema ni wapi, kuna kijana mmoja amekuwa pale soba, amekuwa kwenye madawa, sasa hivi amechange kutumia mkaa mkaratusi. Unaenda kusoma wapi upate information yake? Encyclopedia Medicinal Plant Book 1 page 304. Utaweza kupata mkaa. Utautengenezaje? Chukua mkaa, chukua mti wa mkaratusi, choma. Baada ya kuchoma, saga. Baada ya kusaga, chekecha. Baada ya kuchekecha, una activate. To activate ni to remove moisture and bacteria katika preparation. Maana hii mkaa inakuwa kama simaku, inavuta bakteria. Ukiweka mkaa kwa kona pale, bakteria ambazo ziko hapa kwenye hii room zinavutwa. Kwa hivyo mkaa huo unavuta bakteria. Kwa hiyo unapochoma, ukishachekecha, una activate, unaichoma tena, unaweka kama kwenye chungu, unafunikia, unachochea moto, baadaye unaacha inatulia. Kesho yake ndio utafunua na hatimaye utaweza kupackage kwenye container. Hiyo inakaa hata miaka 2. Mtu aking'atwa na nyoka, mtu akiumwa na vidonda vya tumbo, mtu akiwa na cholesterol, mtu akiwa na magonjwa kama corona, anakunywa hiyo na inamsaidia. Na mkaa huo unasaidia kutoa hata cholesterol, kusafisha colon na kutoa sumu mwilini. Una uwezo wa kutengeneza nyumbani. Mtu aking'atwa na nyoka, anywe sumu, overdose ya dawa, ang'atwe na paka, huo mkaa unaweka pale, ameng'atwa pia na kunywa, utamsaidia sana. Mtu ana kipindupindu, unaweza kumpatia mkaa huo. Tumeweza kuja na pia kuna echinacea. Labda uonyeshe echinacea. Kuna dawa imeandikwa echinacea ya unga green hiyo. Hiyo ni echinacea. Echinacea ni antibiotic, anti-inflammatory na anti-cancerous, na pia inasaidia virusi, kusaidia virusi. Unataka kusoma zaidi, enda tafuta kitabu kinaitwa Encyclopedia Medicinal Plants Book 2 ukurasa 755. Kwa hivyo cancer, inflammation, matatizo ya infection zote, unatumia hiyo echinacea. Ni maua, ni nzuri. Enda soma kwa hiyo kitabu, ama just Google, andika benefit of echinacea, basi utaweza kuangalia na itaweza kusaidia. Kwa hivyo tumeweza kusema kwamba unapotumia vyakula hivi vitatusaidia tuweze kuwa na afya njema, na tunapotumia vitu ambayo Mungu ametupatia. 47:12 Ezekieli inasema hivi: na upande huu na upande huu katika kutomea na mti, majani yake itakuwa ni tiba, matunda yake itakuwa chakula, maana maji yanatoka katika hekalu, na ni katika mti wa uzima ambapo Yesu atakaporudi. Mhubiri anatufundisha juu, tutaona tutaendaje mbinguni, tutakaaje na safari hiyo. Magonjwa yatakuwepo mbinguni. Kazi yangu haitakuwepo ya daktari, maana kazi yangu itaishia hapa duniani.
Maana unaposoma 21 Ufunuo 21 fungu la kwanza hadi la 4, Mungu anasema kwamba Yohana alionyesha mbingu mpya na nchi mpya, mambo ya kwanza yatakuwa yamepita, maumivu, magonjwa hayatakuwepo tena. Kwa hivyo hapa tunahitaji kuangalia, na katika mti wa uzima hakutakuwepo na magonjwa tena. Kuna ile chia seed, mbegu za chia. Katika Mwanzo 1:29 inasema mbegu, mboga na matunda chakula mwanadamu. Katika mbegu hizi zinasaidia ubongo, mfumo wa mmeng'enyo, zinasaidia saratani. Kuna watu wanakuwa na saratani, hasa saratani ya maziwa. Nazungumzia hii kwa sababu wakina dada wengi wanapenda kuvaa brazia. Brazia kuna zingine ziko na chuma, na pia unapobana maziwa breast yako, circulation of blood haikui vizuri, na hatimaye ndio unapata wengi wanapata kansa ya maziwa, breast cancer. Kwa hivyo usio unabana breast zako na brazia. Ufika nyumbani kama uko hapa ndio utavaa, lakini ukifika huko vaa nguo ambayo ni kubwa. Sawa sawa, mnaelewa? Magonjwa yapo. Nazungumzia haya, hata vijana kuna ambao tayari wamepata saratani na magonjwa mengine. Kwa hiyo afya ni uchaguzi, sio kubahatisha. Pengine kwa sababu naona time yetu, I need to maybe somebody who has a question wakati wa maswali. Ndio? Nina swali kuhusu kile kipindi cha jana cha anxiety. Hivi kuna tofauti gani kati ya anxiety pamoja na stress? Lakini je, kama kuna tofauti, ninawezaje kutambua huu ni anxiety na hii ni stress? Lakini pia je, mfumo wetu wa maisha, labda kwenye ulaji au kuna homoni fulani ambazo zinaweza zikapelekea anxiety? Asante sana. Tunapata kwamba anxiety unapata unakuwa na uoga, na nimeweza kuambia kwamba vitu vinavyochangia ni pengine katika mahusiano pia yanachangia, unakuwa na nini hiyo anxiety, na pia stress tunakuwa na inakuja kama kuna jambo ambalo umeliwaza, na stress unapowaza zaidi inazalisha sonona, depression. Kwa hiyo inaenda katika level hiyo. Kwa hivyo unapokuwa na stress, unapokuwa na anxiety utakuwa na hiyo uoga na nini, na depression unaona lakini hauoni. Watu watakuona wewe siku hizi hauko kawaida. Unapata huko offside, kama watu wanaenda huku wewe huko. Kwa hiyo utaweza kuona, lakini mtu huyo anafika kwamba ajitambui. Na mwingine utaongeza overweight, na ndio hivyo. Kwa hiyo yote hiyo tiba yake ipo. Tiba ya kwanza ni kumtegemea Mungu. Tiba ya pili na kumtegemea Mungu na uwe mtu wa maombi. Na katika Biblia kuna verses ambao zitakwambia ukiwa so anxious unahitaji verse fulani utaweza kusoma. Na sasa tiba yake inahitaji vitu vinaenda kusaidia kurelax mishipa, kurelax neva, kufanya mawazo uweze kutulia. Ndio anasema tulia kwa Yesu. Na utafanyaje? Unatumia rosemary, tuna chamomile, kuna St. John's wort, tuna hata unajua maua ya passion, matunda ya passion, maua yake inasaidia watu wa kifafa na watu wa afya ya akili. Kwa hivyo unahitaji kutengeneza hayo, unakausha, unakunywa kama chai. Na pia tuna mafuta tunatengeneza ya peppermint, unaweza tumia, na tuna mafuta mbalimbali. Unaona tuna mafuta hapo, na pia nitaweza kuelezea vitu ya kuweza kutumia na upate muda wa kulala, kupata usingizi. Na vitu ya kuleta usingizi ni kula mbiringanya,
Unapika miringanya, unakula, unatumia asali, unalamba asali vijiko viwili, inakusaidia kuleta usingizi ambao hawana hiyo. Kwa hiyo mengine zaidi unaniona na kufanyia ushauri one on one. Nimeenda Dar es Salaam, nimemsaidia baba mmoja ambaye anakunywa zaidi, ana kisukari, ana depression kwa sababu aliachishwa kazi 10 years ago. Amekuwa na hiyo kazi yake ni kunywa pombe tu, ana kisukari, ana tezi dume, ana magonjwa ya pressure. Unapata mtu ajielewi. Ndio maana tupo kwa ajili yao. Mimi nafanya counseling hata kwa njia ya simu, nafanya counseling nikija, nitakushauri na hatimaye utakuwa vizuri. Na yule baba aliniambia, nihakikishia kwanza leo nimeacha pombe, nahitaji kupona maana amekonda na hana nafasi ya kula chakula, hana appetite. Maana wanakuwa wanakosa appetite. Asante sana kwa swali nzuri. Dawa zingine tunayo. Kuna dawa inaitwa ashwagandha. Sijaileta hapa, pengine iko pale kwenye gari. Hapo tuna ile ni dawa pale inaitwa combination special. Inasaidia kubalance hormone na inatibu mambo ya UTI na nini. Kuna hiyo pale. Tuna pilipili kichaa ya unga. Ukitaka mbichi naweza kuwaletea. Ni nzuri sana. Ukiwa na pilipili kichaa ni dawa. Inatibu vidonda vya tumbo, inatibu kipindupindu na masaa mawili, inatibu magonjwa mengi. Mengine ina vitamini A, C na K. Hata kama unavuja ndani ya tumbo, yani sehemu yoyote ya mwili wako kwa ndani, viungo ndani vinavuja, vimepasuka, yani mishipa imepasuka. Ukinywa ile ama uweke chini ya ulimi, inaenda direct hadi pale inafunga, maana vitamini K ni kwa ajili ya kushona. Asante sana kwa swali. Hiyo ni combination special. Tuna Indian gooseberry. Nataka muweze kugoogle, andika benefit of gooseberry. Pia inasaidia anxiety, depression. Tunayo hiyo Indian gooseberry na kesho itafika. Kama unahitaji uweze kubook na uweze kutumia, unakunywa kama chai. Lakini nimewapa homework msome juu ya Indian gooseberry pamoja na dawa zingine. Hiyo ni matunda ambayo ina virutubisho vingi na vitamin C nyingi. Ukiwa na asma, uwe na vidonda, uwe na kisukari, uwe na matatizo mfumo wa uzazi, yote inakusaidia. Asante. Kuna mtu aliye na swali? Haya. Na muwape na wengine wa nyuma kule, naona wa mbele tu ndio wanauliza maswali. Haya, wewe uliza kwanza. Niko nauliza, yule mtu ambaye anapenda kutumia sana chumvi. Yaani chakula kimepikwa na chumvi lakini anakula pembeni au anaongezea chumvi juu. Hata kabla hajaonja anaongeza chumvi. Anaongeza chumvi juu. Huyo mtu anaweza kupata madhara gani? Lakini pia je, chumvi haisaidii kuongeza madini ya chuma? Chumvi iodine na chumvi tunahitaji chumvi ambayo ni natural, ndio maana tunatumia sea salt ama rock salt. Rock salt ama pink salt ama Himalayan salt. Himalayan salt ina madini 89 ambayo mwili inahitaji. Kwa hiyo chumvi ukitumia ile ya Himalayan sawa kwa kuongeza na kutumia. Pia unaweza kunywa kwa maji. Wale wanataka kuosha tumbo wanahitaji kuongeza kuosha tumbo, kupunguza mafuta, na pia inatoa fungus. Mengine zaidi mtanitafuta maana muda wetu ni mchache. Unitafute tu pengine kwa group yenu tunaweza kuwa tunatuma pale, mjiunge kwenye group ya Tukasa ATC, si ndio? Si mna group? Basi pale inaweza kuwarushia madini pale na inakuwa vizuri. Chumvi ukila inapandisha pressure na pia mishipe na kakamaa. Unahitaji moderate, kuna kiwango kila kitu. Ndio maana tunafundisha afya na kiasi, na Mungu tunajifunza whatever you eat or drink, do to the glory of God. Yeah. Swali? Asante dokta. Swali langu mimi litabezi kidogo kwenye upande wa chumvi, kwa maana ya kwamba tunatambua ya kwamba kuna wakati mwingine tunakuwa tunaandaa chakula chetu, lakini sometimes chumvi mboga au kwenye kitu chochote ambacho kinahitaji matumizi ya chumvi. Je, na kama nikiwa nimetumia chumvi haijashika vizuri kwenye mboga na nikawa nimetoa mboga zangu, nimefanya testing nikaona mbona hamna chumvi,
ikabidi niongeze. What is the effect ya kuongeza chumvi mbichi ambayo haijakuwa kwamba imepikwa ndani ya mboga? Asante. Chumvi ambao unaweza kuongeza ndio hiyo nimekwambia, pink salt ama Himalayan salt. Chumvi, mwili inahitaji chumvi, na pia kila kitu kwa uwiano, balanced, usi overdose, maana inaleta madhara ambao ambayo inaongeza madhara kuliko faida. Kuna watu wako na thyroid problem, wanakuwa na goiter kwa sababu ya iodine ama matatizo ya endocrine, unahitaji kutumia hiyo. Na ukipata mtu wako na goiter, afunge mafuta ya mnyonyo na mkaa wa mkaratushi singoni na kuweza kutumia juice ya carrot na beetroot na nini, itaweza kumsaidia wote walio na matatizo haya. Asante kwa swali. Kwa sababu ya muda tutaenda kufunga kipindi chetu, na nawakaribisha yeyote ambaye anahitaji vipimo. Baadaye tutakuwa hapo tukimaliza tu ibada. Kama unahitaji vipimo, tuna watu ambao wanajua kupima, nimewafundisha. Kwa hiyo watascan full body, unafanyiwa pale, na niliwaambia nimewapunguzia 10,000 only full body. Na kama una USB unaweka ripoti yako kwenye simu, unaenda print stationary full body. Na ukiwa na hiyo ni rahisi mimi kukuadvise kama una shida yote. Na pia kama una ndugu ana tatizo, tutaweza kumfikia, maana tunafika sehemu zote nchini na nje, na kwa njia ya parcel tunatuma dawa, na pia tunamshauri kwa njia ya simu, na kipimo hata hospitali tunapata ripoti yake, inakuwa rahisi kumtibia ugonjwa wowote. Hata ugonjwa utakao kuja mpya, dawa yake ipo. Maana magonjwa duniani yako mangapi? 4. Tuna food and water diseases, chemical and drug diseases, microorganism diseases ambao ni bacteria, virus, nematode, fungi, alafu tuna microwave and microlens diseases, magonjwa yanayoletwa na mionzi, na pia magonjwa yanayoletwa na chemical and drug disease, magonjwa yanayoletwa na kemikali na madawa. Kwa hiyo ukishajua hiyo, ni rahisi kuweza kuculture kama ni virus, na pia kueradicate ugonjwa. Kwa hivyo ugonjwa wote kije, itawekwa kwenye bakteria ama kwenye virusi ama kwenye popote pale katika makundi hayo. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru, asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu unatujali. Watoto wako wamekuja kusikiliza kutoka kwako kupitia watumishi wako. Baba, naomba uweze kuwabariki, hasa wakati huu wengine wameanza mitihani, wengine wiki ijayo, siku zijayo za usoni watafanya mitihani yao. Bwana, yeyote ambaye ameweza kuja katika mkutano huu, namuombea aweze kufanikiwa, kufaulu, maana amekuja kukusikiliza zaidi ya mno. Baba, naomba kila mmoja wetu utuandae kwa kurudi kwako mara ya pili. Tupe afya njema, tubariki pamoja na familia tunakotoka, sisi tuweze kuwa chachu ya baraka katika familia. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wazazi, walezi, ndugu, dada na jamaa. Mungu kawabariki. Mtumishi wako anaposimama tena, mtumie wakati huu, uwezo wa Roho Mtakatifu amfunulie yote ambao umekusudia sisi tuweze kusikiliza watoto wako. Tunakushukuru. Bariki wageni ambao wametutembelea, bariki wenyeji, bariki na hata chuo hiki na viongozi wote. Baba, naomba uweze kuwabariki zaidi ya mno. Jina lako linuliwe juu sasa na hata milele, katika Kristo, na kila mmoja tuseme amina. Amen. May God bless us as we continue being a blessing to one another. Amen.